sururu ile ambayo imemchimba ndani ya kichwa. Imemchimba sehemu ya hapa, ikampasua hapa, ikamvunja sehemu ya uso yote. Na mwisho wa siku pia kuvunjika kwa mkono. Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Elia Juma Msabaha, ambaye ni mfanyabiashara wa viazi mwenye umri wa miaka 27, mzaliwa kata Ilemara mkoani Arusha, ameuawa mkoani Njombe wilaya Makete na dalali Halfani Mbilinyi na kumfukia chini nyumbani kwake, huku chanzo ni tamaa ya fedha baada ya kumuona Elia akiwa na shilingi milioni 9.5 ya kufanyia biashara. Maana alipelekwa futi inchi 6 kwenda chini. Kwa alimkunja, mvunja na baadhi ya vitu vingine, alimfanyia kitendo cha kikatili sana. Akizungumza na Swahili Media, Elisha Juma Msabaha ambaye ni pacha wa marehemu amesema walimtafuta ndugu yao kwa zaidi ya siku 29 bila mafanikio, ambapo baadaye jeshi la polisi liliendelea kufanya uchunguzi na kubaini ya kwamba ameuawa na mwili wake kufukiwa. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Kwa majina kamili naitwa ndugu Elisha Juma Msabaha. Ndugu wa marehemu Elia Juma Msabaha. Sema ni pacha wa marehemu. Pacha wa marehemu Elia Juma Msabaha. Labda taarifa za kifo cha pacha yako ulipataje? Ilikuwa kwangu ni jambo rahisi kwa sababu mimi nilikuwa niko eneo la tukio. Kwa wakati kule kijijini hilo tukio limetokea, kulikuwa kuna umbali mrefu sana kutoka pale sisi tulipokuwa. Tulikuwa wilaya ya Makete na yeye alikuwa kijiji cha Ipelele, umbali wa Arusha to Moshi. Kwa hiyo tulifunga safari majira saa 10 mpaka kufika kule ilikuwa ni majira ya saa 2 jioni. Tulifika pale tukakuta mwili tayari umeshatolewa. Nilipofika haikuwa jambo rahisi kujua, ila nilipofika tu nilijua ni mwenyewe. Maana siku ile wakati tunaenda kufanya upekuzi pale, niliwashauri maafande twendeni pale, ila walinikatalia wakiniambia kwamba lile eneo mhusika alitumii tena. Ila mimi niliwaambia twendeni, wakaniambia muda unakwenda, ubishi. Kweli waliniambia ni mbishi, na kweli nilikuwa mbishi kila wakati. Lakini sikuwa na hali nyingine. Ilinibidi tu kuondoka pale na kwenda kufuata kile wanachokitaka wao. Chanzo cha kifo chake ni tamaa ya fedha ambayo alipata yule dalali ambao alienda kufanya naye biashara, yeye pamoja na ndugu zake. Alituambia kwamba ukweli ni kwamba alipata tamaa ya kifedha mpaka akafanya tukio hilo. Labda ni pacha yako alikuwa anafanya kazi gani? Pacha yangu mimi alikuwa ni mfanyabiashara wa kununua viazi kutoka Mbeya, mara anaenda yani akitoka Mbeya anaingia vijiji vya Mbeya kule. Kwa mara mwisho ndo aliambiwa aende kijiji kile cha kule Ipelele ambacho kilikuwa kiko mbali mrefu sana. Hivyo ndo. Labda mara ya mwisho uliongea naye nini? Nakumbuka mara ya mwisho alikuja kazini. Pole. Kazi. Pole sana. Kazi sana. Pole. Jikaza ndugu yangu. Pole. Mara mwisho anasema alikuja kazini. Ndio alikuwa anaenda Dar es Salaam. Ndio. Hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho. So kama alikuja kuniaga vile. Yeah. Aliambia tu bro, mimi natoka. Make sure kila kitu kinakuwa happy. Even mimi na mimi pia niliamini kila kitu kitakuwa fresh. Na kitakuwa sawa tu. Tuliagana kama tunavyoaganaga. Utanipa 5, utampa 5, afu mwisho siku ataondoka. Ilikuwa mara ya mwisho. Hakuzikwa bali alifukiwa. Maana alipelekwa futi inchi 6 kwenda chini. Kwa alimkunja, mvunja na baadhi ya vitu vingine, alimfanyia kitendo cha kikatili sana.